Wahadashi TV Online, ukweli na uhakika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-khullas al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tungali tukiendelea katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusu malezi. Tulizungumza katika mada iliyopita kwenye daurul ab fi tarbiya, jukumu la baba katika malezi. Tulizungumzia nukta ya al-abu wal-ifrat wat-tafrit, baba na vitendo vya kupitiliza katika malezi pamoja na kupuuza baadhi ya vitu katika malezi. Tukaelezea mambo mengi, lakini tukasema mfumo mzuri wa kitaalam katika kufanikisha suala la malezi ya watoto ni mfumo wa wastani, kutembea na mfumo wa kati na kati katika malezi. Usizidishe sana katika vipengele vya kumlea mtoto, wala usipuuzie baadhi ya vipengele vingine. Leo katika mwendelezo wa mazungumzo yetu tutazungumzia majalatul ifrati wat tafrit, maeneo ya kupitiliza na ya kupuuza. Wakati wazazi wanawalea watoto, kuna baadhi ya maeneo mzazi anaweza kupitiliza katika lile eneo fulani, au anaweza akapuuzia katika lile eneo fulani. Kwa hiyo leo tunakwenda kuyaona maeneo hayo ya kupitiliza na kupuuzia. Kuna mambo mengi sana yanayoingia chini ya mada hii, na yapo madhara mbalimbali yanayowapata watoto wetu, hasa pale wazazi wanapokuja kupuuzia baadhi ya mambo katika maeneo haya. Kwa hiyo katika maeneo haya tutataja baadhi ya mifano ya kila eneo, na eneo la kwanza ni eneo la afya, aswihatu, eneo la afya. Mnapoelewa maana sahihi ya afya za watoto wenu, mtagundua kwamba kuna dhana potofu zinazotokana na kupitiliza au kupuuza. Tayib, kupitiliza katika kumjali mtoto kiafya kunaweza kumfanya azoee kudekezwa na kustareheshwa kupita kiasi. Tunaona katika malezi ya baadhi ya wazazi wa kisasa, mtoto anapoumwa, Mwenyezi Mungu amempa mtihani wa maradhi, basi yule mtoto huwekwa karibu mno na wazazi. Utampa ule umakini wa kupitiliza, wakati wote yule mtoto amepakatwa, wakati wote amebebwa, wakati wote yuko mapajani, anadekezwa kupita maelezo, anastareheshwa kupita maelezo. Ukimgusa, usimguse mtoto, usimtume mtoto, lala, fanya hivi. Yani amedekezwa sana, amepewa starehe zile za kupitiliza. Kwa sababu ya nini? Yuko katika changamoto za kiafya, wazazi wamemweka karibu. Ni sahihi anaumwa, lakini wakati tunamuuguza mtoto yule, lazima tumuuguze kwa mipaka, ili kipindi cha maradhi kisije kikawa kwake ni kipindi kimekuja kubadilisha kabisa maisha yake. Baada ya kupona tukamkuta mtoto bado anahitajia kudekezwa, bado anahitajia kustareheshwa, kwa sababu sisi tulimzoesha vile. Wakati anaumwa tunamweka karibu sana, tumembeba, tumempakata, tumemfanyaje. Baada ya kupona tukakuta mtoto anaendelea vile vile. Na hatari sasa, mzazi asipoligundua hili, anaweza kujikuta bado anaenda na mtoto kwa kipindi kirefu na malezi yale yale ambayo alimlea wakati anaumwa, na matokeo yake akajikuta anamharibu yule mtoto, anamlemaza.
anamdekeza na anamuondoa ule ukomavu na ile hali ya kukaza kama mtoto au kama binadamu ambaye amekamilika. Na baadhi ya tafiti pia zinaonyesha kwamba mtoto anayelelewa kwa kupitiliza katika starehe na uangalizi anaweza baadaye akajisikia dhaifu, anakuwa dhaifu bwegebwege. Baadaye anakuwa dhaifu mtoto yule, na anakuwa na hali ya utegemezi, anakuwa ni mwenye kutegemea katika maisha yake yote ya baadaye. Kila kitakachotokea yeye anategemea mtu mwingine amfanyie, yeye hawezi kufanya, kwa sababu amelelewa legelege, amelelewa kwenye hali ya kudekezwa ya ukaribu sana. Kwa hiyo anakuwa ni mtu tegemezi baadaye, na hasa anapokutana na watu wengine katika jamii. Unaweza kutokana kitu kidogo tu na watoto wenzake akashindwa kukisolve, hawezi, mpaka aje afanyiwe na mwenzake, aje afanyiwe na mtu mwingine. Kuna wazazi wengine, ndugu zangu, hupitiliza sana katika kumjali mtoto. Kila kitu mtoto atafanyiwa, haruhusiwi mtoto yule kupata shida yoyote. Mtoto yule atalindwa kupita kiasi, atapewa kila anachotaka. Hali hii, ndugu zangu, katika saikolojia huitwa overprotective parenting. Ni hali ya malezi ya ulinzi uliopitiliza. Ndugu zangu, hali hii ina madhara yake katika malezi. Mtoto akilelewa na hali hii ya overprotective parenting, hali ya ulinzi wa kupitiliza, madhara yake, mtoto kwanza hujiona dhaifu. Mtoto huyu huja kukosa uwezo wa kukabiliana na maisha. Mtoto huyu huogopa changamoto, hata zile ndogo ndogo atakuwa anaziogopa na kuzihofia. Mtoto huyu huja kuwa tegemezi sana baadaye, lakini pia atakuja kushindwa kufanya maamuzi sahihi, hata ya kwake atakuja kumshinda. Kwa nini? Alilelewa rojorojo, alilelewa kwenye hali fulani ya ulinzi wa kupitiliza, upendo wa ziada, upendo wa kupindukia. Watakuja kupata madhara haya kwenye maisha yake. Kwa mfano, tunaona mama ambaye hampi mtoto nafasi hata ya kufua nguo zake. Mtoto yule afuliwa kila siku, hata nguo zake mwenyewe hapewi nafasi na mama yake kuzifua. Tunamuona mama ambaye hampi mtoto nafasi ya kwenda dukani. Mtoto hata kutumwa dukani hatumwi. Mtoto hapewi nafasi hata ya kujitetea. Kunapotokea kitu, mama yuko mbele kumtetea au baba yuko mbele kumtetea, haachwi mtoto kujitetea mwenyewe. Tunamuona mtoto ambaye hapewi nafasi ya kujifunza majukumu hata ya kwake binafsi. Kila kitu hufanyiwa. Mtoto huyu, ndugu zangu, anapofika chuo au kazini, hushindwa kujiamini, huogopa watu, alafu huumia haraka kisaikolojia. Jambo dogo tu likitokea anaanza kuumia na linamwathiri. Huu ni upande ule ambao tumesema ni upande wa kuzidisha ziada katika mapenzi, katika uangalizi, kumpa uangalizi wa kupitiliza au mapenzi ya kupitiliza. Na chanzo chake tumesema ni afya. Aweza kuumwa, wazazi wakajikuta kwenye kipindi kile wamemkumbatia sana mtoto kwa kisingizio cha kwamba huyu ni mgonjwa, na wakajikuta wamemharibu mtoto na wamemwathiri. Kwa upande wa pili au upande mwingine ni upande wa kupuuza, upande wa atafrit. Mtoto anahitajia upendo, asipuuzwe kwenye nafasi yake ya kupendwa na wazazi. Kwa hiyo ikitokea mtoto asipopata upendo wa kutosha kutoka kwa wazazi wake, hali hiyo inaweza kufungua mlango wa tabia mbaya, kufungua mlango wa upotovu na aina tofauti tofauti za uharibifu kwa mtoto. Wazazi wanapompuuza mtoto wao, wakawa hawampi muda, hawamuoneshi upendo, hawamsikilizi, hawajali hisia zake, mtoto anaweza kufuata upendo wa nje, akatafuta upendo wa nje kwa watu wengine. Maadamu ameukosa nyumbani na ana haja ya kupendwa, mtoto anatoka nje, anatafuta upendo kwa watu wengine wa mbali.
na hapa ndipo mtoto anapoanza kuharibikiwa. Mtoto hapa ataanza kuingia katika makundi mabaya. Mtoto hapa ataanza kutumia dawa za kulevya wakati mwingine, lakini pia kuna tabia ya kuwa mkali au mwenye chuki inaweza kujitokeza, na yote ni kwa sababu amenyimwa haki zake za upendo kutoka kwa wazazi wake. Kitaalam zaidi, saikolojia inaonyesha kwamba mtoto anayekosa upendo wa wazazi anaweza kupata maradhi ya wasiwasi. Sasa hivi ndio maradhi makubwa sana, watu wote, kila mmoja ana maradhi ya wasiwasi. Haya ni mapungufu yalitengenezwa kwenye maisha yetu, ima na wazazi wetu au na ndugu zetu wa karibu au mazingira na jamii tunazoishi. Wengi saizi wana maradhi ya wasiwasi. Kwa hiyo kisaikolojia inaonyesha mtoto aliyekosa upendo wa wazazi anaweza kupata maradhi ya wasiwasi baadaye, au akapata msongo wa mawazo, na wengine hugeuka kuwa watu wa vurugu baadaye na kuja kuwa watu hatari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yao kuna majeraha ya kihisia tangu utotoni yaliwekwa. Walitengenezewa vidonda katika mioyo yao, waliumizwa katika malezi. Kwa hiyo ndugu zangu, mtoto anayekosa upendo wa wazazi anaweza kuwa mtoto mwenye tabia za hasira, anaweza kuwa mtoto mwenye tabia kujisalimisha kwa wengine. Kila jambo likitokea, yeye ni mtu wa kusalimu amri, la mshinda anajisalimisha lifanywe na watu wengine. Anakuwa ni muoga, anakuwa ni mtoto mwenye hofu, anakosa ushujaa na uthabiti. Lakini pia anaweza kuwa mtoto mtata mwenye vurugu na mwenye tabia ya kulipiza kisasi dhidi ya jamii yake, kuona kwamba jamii ndio imemdhulumu. Kwa nini alilelewa kwenye mazingira mabaya? Kwa nini yeye kakosa hiki watu wengine wamepata? Na ndio maana katika mitaa yetu na miji yetu tunaona watoto wenye tabia kama hizi mbaya za kutisha, vibaka, wakabaji. Yale yote yanajitokeza, na wanaopaswa kulaumiwa ni wazazi au walezi au hata familia pamoja na jamii ambayo imemzunguka mtoto yule. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni eneo la kwanza kabisa ambalo mzazi hatakiwi kupitiliza na pia hatakiwi kupuuza. Anatakiwa atembee katika mstari wa kati na kati, wastani na uwiano mzuri katika malezi. Eneo la pili ambalo mzazi hatakiwi kupitiliza na wala hatakiwi kupuuzia katika malezi ni eneo la al-ihtimamat, kumjali mtoto. Tutakuja kuliona eneo hili na kulizungumza kwa kina zaidi. Tuendelee kuwa pamoja katika vipindi vijavyo. Asante. Wahdashi TV Online, ukweli na uhakika.